Tabarĩra ya njera-inĩ citũ ũmũthĩ ĩramũrĩka rũgano rwa Agnes Onyango, ũyũ njera ya atumia ya Lang'ata na aratungata kĩoho kĩa mwaka ũmwe njera. Nimefungwa 1 year, ilikuwa mwezi wa 4 tarehe 18. Siwezi kusema maisha ni rahisi vile. Maisha sio rahisi, ni kujisukuma tu, unajisukuma tu. Agnes niambĩtie kũritũhĩrwo nĩ mũtũrĩre wa njera ona ataikarĩte mũno njera. Na sasa kila kitu imesimama juu mimi mwenyewe niko hapa. Sina mama, sina baba, sina bwana. Au watoto wetu wenye tuko nao ni wenye wajiwezi, hata wameshindwa vile wakuje kuniona hapa juu mtu kukuja na kuone na mkono bure. Hawana, mimi ndio walikuwa wananitegemea. Sasa siwezi kusema maisha ni rahisi. Sio rahisi. Mimi kwa upande wangu maybe kama mtu mwingine anaweza kuona ni rahisi, lakini kama mimi ni upande wangu naona naumia sana. Sipokuwa tu sasa sina la kufanya. Uyu oimĩte mwena wa ithũĩro rĩa bũrũri na okĩte gũkũ Nairobi ithũkũma rĩrĩa rĩamwerekeirie njera. Mimi natoka Bondo. Kuna watoto 3. Before nikuje hapa Nairobi nilikuwa South Sudan. Nimekaa Sudan for 15 years. Kapatana na wakati nilikuwa nimeenda Sudan sikukuwa nimeoleka. Nikaenda South Sudan nikafanya kazi. Wakati nilikuwa Sudan nilikuwa nauza manguo. Nilikuwa natoa manguo Kampala nikipeleka Mtumba. Sasa vile nikakaa 5 years nikapatana na bwana. Tukakaa na yeye. Bwanangu alikuwa anafanya na NGOs. Kazi ikaenda ikaisha, tukarudi Kenya. Sasa mimi nikadecide nifanye nini, nitoke. Nikatoka nikawacha watoto kwa nyumba. Mimi nikatoka nikakuja hapa Nairobi. Kukuja hapa Nairobi nikaanza kazi ya maid. Nimefanya maid 1 month. Nimeona kama siwezi juu bado hiyo operation. Juu nilikuwa demoni vile nilikuwa nafanya, nilikuwa naona kama nilikuwa na maumivu juu siwezi kuinama. Siwezi kufanya kazi mzito, na kazi ya nyumba unajua ni kazi. Nikarudi sasa nikakuja Kibira, kuna pali anaitwa Kibira. Nikaanza kutafuta hao Wajaluo wenye wako hapo juu bado nilikuwa mgeni juu mimi nimezoea na Sudan. Sasa hapa Nairobi nilikuwa mgeni, hapo Kibira ndio nilisikia Wajaluo ni wengi. Nikaenda hapo nikaanza sasa kuuliza kazi. Ndio nikapatana na huyu mama alikuwa anauza, alikuwa na wine spirit. Wakaniambia kuna mama mwingine hapa anataka mfanyikazi, kama unawezana nayo kuja uongee naye. Wakanipeleka kwa huyo mama. Mutumia uyu anyitirwo ni kwendia njohi ngananie na tarĩ na marũa ma kũhũra biacara. Ule msana mwenye nilipata hapa alitolewa siku hiyo, mimi nikaanza kazi, tukachukua na stock, akaniwachia kazi nikaanza kufanya. Sasa vile mapolisi walikuwa wamekuja, kuna siku chifu akakuja akaniuliza, na hii duka yenu iko na license? Nikamwambia sijui, maybe ni confirm kwa mwenyewe juu mimi ni mfanyikazi. Akaniambia basi confirm alafu unijibu. Akatoka akienda kwa duka nyingine. Akasema akirudi akuja apate kama tumesha confirm. Nikampigia huyo mama simu, ameniambia ako na license lakini awekangi hapo kwa duka, ako nayo kwa nyumba. Chief akikuja nikamwambia amesema ako nayo. Hiyo siku ameniambia tu hebu ninunulie soda. Nikampea pesa ya soda akaenda. Nikafanya kazi 3 months, chief akarudi. Kurudi akaanza kunini pombe ati anataka license. Nikampigia ule mama akasema before ningoje huyu mama wacha tukupeleke kwa polisi. Huyo mama akikuja, hiyo boss yako akikuja, hiyo license yake atakufuata nayo huko. Wakanipeleka Kileleshwa, kalala huko. Nikampigia huyo boss yangu simu ati chief alikuja, na wakanipeleka kwa polisi. Akaniuliza wapi, walipeleka wapi? Nikasema hawajanipeleka Kilimani, juu amesema mapolisi wa Kilimani umesoea nao, wacha tukupeleke Kileleshwa. Tukaenda hapo na chief alisema atamixua kesho wanipeleke kwa court. Arauga ule wamwandĩkĩte ndaigana kũrũmanĩrĩra nake. Jaji
Akasema hiyo wine and spirit 30,000, changa 30,000, zote zilikuwa 60. At that time mimi sikukuwa na hiyo pesa juu kazi haikukuwa yangu, kazi ilikuwa ya mwenyewe. Mimi ile kidogo alikuwa salary yangu alikuwa amenanipea, ni ile pesa tu ilikuwa imetosha kununulia watoto chakula na kulipa nyumba. Maybe ubakishe kidogo, kama mimi ni mwanamke naweza kutamani nishuke nywele ama nipate mafuta yangu at least nipake nisiparare mbele ya watu. Sasa haikuwa ile kitu ilikuwa inaweza upate hata kidogo useme ati umesave kidogo. Hata hiyo kazi tulikuwa tumeenda tu kujishikilia kama uombe Mungu akutafute kazi nyingine kulingana na vile nilishawalesea huko nyuma ati nilikuwa nimechanganyikiwa, sikujua ni nini naweza kufanya. Sasa vile alisikia hiyo ni 60, alafu akapiga hesabu akaona ni zile pombe chief alikuwa amenibeba nazo pia zimebaki huko kwa court. Sasa aliona hiyo ni hasara pia ingine, akifikiria nataka kutoa hiyo 60 na zile pombe pia zimebaki ajarudishiwa. Alikuwa ameona hiyo ni hasara. Sasa mimi vile alikuja akaniuliza ni nini, pesa ngapi fine, wamesema pesa ngapi je ya kuingia kwa court, ya alikuwa amebaki nje. Nikamwambia ni 60, amesema hiyo pesa hana. Aliniambia tu hapo kwa macho yangu, hakunifisha, aliniambia tu hana. Sasa vile alisema hivyo ilikuwa imebidi nipatikane hapa penye nimepatikana kwa sasa. Ena mwihoko ni kuma njera. Kitu masirikali wanaangalianga, bora tu umeshapatikana na makosa na we mwenyewe ndio ulikuwa hapo, hawatajua kama hiyo kasi ilikuwa yako ama haikukuwa yako. Sasa hakuna vile nilikuwa naweza kujitetea, mimi siwezi kushikwa juu kasi haikukuwa yangu. Serikali hataki kujua hiyo juu wewe ndio ulikuwa umepatikana hapo. At that time itabidi wewe ndio ubebe hiyo msigo hata kama haikukuwa yako. Really na feel vibaya na juu sasa sina otherwise. Juu hata kama ni huyo bosi yangu nimempigia mara kadhaa tangu niingia hapa, hata kukuja tu kukuona tu ati huyu alikuwa mfanyikazi wangu ndio hii alishapatikana kwa hii situation, wacha hata niende tu anipe tu hope hata kama ni hakuna, na niambie tu Agnes wewe jikaza tu moyo ama hiyo faini yako irudi chini kidogo na kushughulike. Unajua hata kama akushughuliki lakini amekuja amekuona anakupea hope. Sasa wewe pia unakuwa na hope hata kama ni hakuna. Lakini sasa akanyagi, ni mama mkubwa mwenye ako na akili yake. Hiyo tangu niingia hapa kuongea, nimeongea na huyo mama kwa simu, siwezi kuongeza zaidi hapo. Mimi maisha yangu nimewachia Mungu. Sioni kama kuna tena ile kitu naweza kumuongea mbali kushindana na tangu niingia hapa nikimuongelesha, siwezi kuongea zaidi hapo. Sasa mimi nilikuwa nimejua tu shida ikipatikana kama hiyo barua inapatikana ataleta. Sasa mimi nilikuwa nafanya tu kazi nikijua wakinishika wakitaka hiyo barua itapatikana. Arauga ndangĩenda gwĩkora njera rĩngĩ. Siwezi kutamani nirudi kwa kasi kama hiyo tena juu tena nitastukia nitajikuta tena nimerudia juu bado utaenda mahali upate the same mtu kama tena huyo nilikuwa namfanyia amefungua biashara ana barua. Muruti wothe wa wira na wigite biashara koragwo imwe genuine. Era mundu ni wigite wira na wina license, ndukae kwenda kurutirwo wira na we nduri wira-ini ucio na ni uramenya wira waku nduri na marua. Tondu mundu uyu wandikite hau ni egukorwo ni thirikari na thirikari ni irenda igoti na ni uramuhenia wina marua na nduri, na akorwo ho nuwo kunyitwo na nyitwo we ni kurorora na nduroka kumutetera. Inyue muraruta biashara icio na hau nja biashara iria itari genuine na ni murenda kwandika airetu ene kana atumia ene ikira imawira manyu license, na riria mundu anyitwo mu follow up
enda kumenya tondu korona ni mwana waku wanyitirwo ri ni ungiikarire ndungiikarire ni ungiokire kumenya anyitwo atia nekuma atia no riu nginya thimo na mutumia ucio ahura nduroka ona kumurora ni wamuteaniire urauga reke ohwo na ature ku no wewe wi hari uriri na inyuĩ mwikaga ũguo kwĩ harĩa mũrĩrĩ thĩinĩ wanyu mũiguaga atia tandu ni urakenerera wĩra ũcio no ni hari mũndũ ũngĩ ũrarĩra ona Ngai ndangĩkũrathima wĩra-inĩ ũcio. Njĩtagwo Simon Kibe na ĩyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ kuma njera-inĩ ya atumia ya Lang'ata gũkũ Nairobi.